watazamaji wetu popote unaotufuatilia, tuko maeneo za Western. Mahali tuko panaitwa Eshurumbwe, ambayo inapatikana watoto, ambayo inapatikana maeneo ya Eshurumbwe, inapatikana Matungu constituency, ambayo ni mojawapo yale constituency ambayo inapatikana kaunti ya Kakamega nchini Kenya. Barikiwa na ujumbe huu. Acha tumshangilie Bwana tunapokaribisha watazamaji wetu popote wanapofuatilia. Barikiwa sana na ujumbe. Baba, tunakushukuru kwa sababu neno lako, na hata kwa ajili ya mtazamaji wetu pamoja na msikilizaji wetu. Nena na watu wako Bwana, na wacha sifa na utukufu zikurudie. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amen. Shangilia Bwana tena. Tunaongelea siku leo kuhusu kidogo ubatizo, baptism. Neno ubatizo ama baptism linatokana jina moja la Kigiriki linaloitwa baptizo. Jina baptizo linamaanisha kwamba kutumbuzwa ndani, to be immersed or submerged. Unaingizwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Jina ubatizo, jina hilo ambalo ni ubatizo, tunasema kwamba linatokana jina moja la Kigiriki linaloitwa baptizo. Jina baptizo linamaanisha kwamba kuingizwa ndani. Unaingizwa ndani kabisa, unazamishwa kabisa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Or to be submerged, or to be immersed, unaingizwa kabisa ndani. Kwa sasa tunaweza sema kwamba tuko ndani ya hii hema. Sasa tunasema tumebatizwa ndani ya hii hema, tuko ndani. Lakini kama mkono iko nje, hawezi sema kwamba umebatizwa ndani kwa sababu kuna sehemu iko nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno baptism linamaanisha kwamba kitu kinaingizwa ndani, na kinaingizwa ndani kabisa. Sio nusu, sio 3/4, inaingizwa ndani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna ubatizo wa aina tatu katika Biblia. Soma kwenye kitabu cha Mathayo mlango ikiwa wa 3 mstari mdogo wa 11. Mathayo mlango wa 3 mstari mdogo wa 11. Mathayo mlango wa 3 mstari mdogo wa 11. Tuna ubatizo wa aina tatu katika Biblia. Mathayo mlango ikiwa wa 3 mstari mdogo wa 11. Inasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yesu asifiwe. Maneno ya Yohana Mbatizaji, jina lake ni Yohana, lakini kitendo alichokuwa anafanya kubatiza watu ndio kafanya anaitwa Yohana Mbatizaji. Yesu asifiwe. Akiwa kule nyikani anabatiza watu, na kaambia kwamba mimi nawabatiza kwa maji, lakini kuna mtu nyuma yangu anayekuja ambaye sitaenda kufungua viatu zake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yesu asifiwe. Ubatizo wa kwanza ambao tuko nacho ni kitu inaitwa water baptism, ubatizo wa maji mengi. Hii tunasema kama mtu huyu anaingizwa kabisa ndani ya maji. Ubatizo wa maji mengi pia inaitwa ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Matendo ya Mitume 19 mstari mdogo wa 3. Water baptism is also called the baptism of John the Baptist. The baptism of John the Baptist, very fast piano microphone padi, very fast. Matendo ya Mitume 19 mstari mdogo wa 3 nasema, akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Walibatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa maji mengi pia inaitwa ubatizo gani? Ubatizo wa Yohana. Na ubatizo wa pili ambao tuko nacho ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mtu anapokea, anajazwa ubatizo wa Roho Mtakatifu kulingana na Mathayo 3:11. Na ubatizo wa tatu ni ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto ni yale changamoto Mungu anakupitisha ili ufanyike kile Mungu amekusudia uwe. Kuna mambo Mungu anakupitisha, imani yake inapitishwa kwa vitu. Angalia kwenye Petero wa kwanza mlango wa kwanza mstari mdogo wa 6 wa 7. First Peter chapter 1 verse 7.
mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona the trial of your faith. Hiyo moto. Imani ya mtu huwa inatengenezwa kupitia kwa moto. Inatengenezwa kupitia kwa moto. Unapitia hii. Unashangaa imefika wakati bwana ameinuka, bibi ameinuka, watoto wameinuka, kule kazini mambo yameinuka, majirani wameinuka, vita zimeinuka. Hiyo ndio inasaidia imani ya mtu kukomaa. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa moto. Unapitishwa mambo. Nakumbuka juzi tulikuwa kwenye conference, tulipomaliza ile conference yetu ya Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na watoto wa youth, tulienda kwa sababu walikuwa wanaenda kudance kule. Mmoja wao mwana youth, tulipokuwa tumetoka kule, tukawatembeza wakaona parliament, wakaona ofisi ya president. Tulipokuwa tunarudi kwa stage, mmoja tukashtukia yuko amepotea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wanaanza kujiulizana, huyu amepotelea wapi na atapatikana wapi? Akatafutwa apatikani na amepotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kulikuwa na wengine wamebaki wameongoja mabag zetu pale kwa stage. Wanashtukia wanasema kwamba, na kwani mko wapi? Tunaona huyu mwingine amekuja peke yake. Na huyu hajui Nairobi amekujaje peke yake. Bwana asifiwe. Hajui Nairobi lakini amepiga kona hizo zote akaenda na kafika peke yake. Wewe unafikiri nini inamuongoza mpaka akafika hapo? Bwana asifiwe. Ubatizo wa moto. Yaani unapitishwa mambo. Na pale ndio wengi wanaachiwa wokovu. Bwana asifiwe. Kwa leo wewe unanitazama, tunaongelea kuhusu ubatizo ambao ni maji mengi. We are specifically tunaongea kuhusu ubatizo ambao ni maji mengi. Bwana asifiwe. Ubatizo, tunapoongelea kuhusu ubatizo haina chochote kufanya na majina. Kwa sababu mtu anaweza jiuliza, kwani nitabadilishwa majina wakati nitaenda pale nitabadilishwa jina? Hapana, ubatizo sio kubadilisha majina. Wengine wanakuambia kwamba siku tukienda tutavaa nguo nyeupe, tutafunga vitambaa. Hapana, haina chochote. Hizo vitu unafanya urembo wa nje. Mungu anaangalia urembo wa ndani zaidi, ndio ikuje hiyo nje pia. Ndani ikiwa sawa itasafisha mpaka nje. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ubatizo ambao tunaongelea ni ubatizo ile ambao ni ya maji mengi. Angalia kwenye Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari mdogo wa 23. Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari mdogo wa 23. Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari mdogo wa 23. Yohana alikuwa anabatiza mahali kando karibu na mtu fulani anaitwa kule Ainoni. Kwa sababu gani? Kulikuwa na maji mengi mahali pale. Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari mdogo wa 3. Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari mdogo wa 23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele na watu wakamwendea wakabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo ile ambao Biblia kwa hakika inakubaliana nacho ni ile maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na nini ilifanyika ndio ubatizo ikabadilika? Kukawa sasa unaona wengine wanapita chini ya bendera, wanainuliwa bendera hivi wanapita chini. Wengine wanabatizwa kupitia kwa moto, wanaruka moto, inawakishwa moto, mtu anaenda anaruka moto, anasema wewe umeshabatizwa. Wengine wanabatizwa maji kidogo, vitu kama hizo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ilifanyika? Ni kwamba wakati ubatizo ulikuwa unafanywa na Yohana Mbatizaji, baada yake pamoja na Yesu kukatokea changamoto, persecution of the church. Vita ikatokea dhidi ya kanisa. Na mlipokuwa mnapatikana mnaenda kubatiza, hiyo ni kwa mtu ama kueleka mahali popote, nyinyi wote mlikuwa mnauawa. Sasa watu wakaangalia wakasema, pana watu wetu wanauawa, watu wa Kristo wanakufa wengi. Wakasema sasa kile tutafanya tutakuwa tunapeleka watu kwa uwazi, kwa mahali pa hadhara, watu wote kuona. Kwa sababu gani? Watu wanatufuatanga na wanaua watu wetu. Na kwa kile tutakuwa tunafanya, tutakuwa tunaifanya kwa imani tu mahali pa siri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio ikatokea kwamba wanakuwekea maji kidogo na wanaweka alama msalaba, maji kidogo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mahali penye walikuwa haikuwa pazuri. Vita ilikuwa mahali pale na watu kuuawa. Ndio sababu ikafanya hawezi fanya kwa wazi. Lakini kama uko mahali penye kuna changamoto na vita, ubatizo ile ambayo inakubaliwa na Biblia ni ya maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ambaye ni mfano wetu kabisa alipitia kwenye maji mengi. Wewe unastahili upitie kwa maji mengi. Mimi nilipitia kwa maji mengi. Na nakumbuka kwamba mimi nilikuwa hata nikaanza kuhubiri kama sijabatizwa. Lakini sikuwa pastor bado.
Na nikakumbuka kwamba nikaongea na wachungaji kule maeneo za Kisii. Na nikamwambia kwamba ningependa mimi nipelekwe kwa ubatizo. Akasema sasa hatujawahi fikiria hujabatizwa. Nikamwambia mimi bado sijabatizwa. Hiyo siku nikakuja tukafurahia ibada na then tukatoka pale baada wao kuhudumu wananipeleka kwa ubatizo wa maji mengi. Na tulitembea distance mrefu sana. Ni kama kutoka Galo mpaka Iteshe, ilikuwa distance mrefu sana. Distance mrefu kuelekea kwa mto. Na tunaimba tunaelekea. Na mimi peke yangu nilikuwa napelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nikapelekwa nikaingizwa kwenye maji mengi. Kuna muhimu sana mtu kubatizwa kwenye maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ile ubatizo ambao Biblia inakubaliana nini ni maji mengi. Ni maji mengi, unastahili upelekwe kwa maji mengi. Unastahili upelekwe kwa maji mengi. Unastahili sisi watu upelekwe kwenye maji mengi. Na ubatizo tufanyia watoto wadogo. Ubatizo tunafanyia watu ambao wanaweza kujielewa. Mtu kuanzia umri ya miaka kama 11, 12 ama 13 ama 10 hapo kuendelea. Kulingana na mtu vile alivyo. Ubatizo atufanyii watu wadogo, watu wadogo tunawawekea wakfu. Tuna sanctify, tunawekea sanctification, tunaweka wakfu, tukubada kuwawekea wakfu, ni wao tunawaacha hivyo. Na kwa hivyo wakishafika umri ya kuokoka. Na kwa hivyo ubatizo pia tufanyie mwenye kuokoka. Ubatizo unafanywa mtu mwenye kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana ubatizo kwa maisha kila mmoja. Na ubatizo lazima kuwe kuna mahali kuna maji mengi. Maji mengi inaweza kuwa ni mto, inaweza kuwa ni lake, inaweza kuwa ni swimming pool. Inategemea na mazingira. Unajua kuna maeneo fulani ambayo ni jangwa, haina hata mto na haina lake. Sasa huko huwezi sema kwamba nitapeleka hawa watu mpaka kwa lake, hapana. Hakuna lake huko. Sasa itategemea ile mahali penye maji yamekuwa yanajikusanya mingi. Bora ni maji mingi na huyo mtu aingizwe kabisa. Hakuna sema ndio inabaki nje, aingizwe kabisa kwenye maji hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na tukio ambalo litokea mahali. Watumishi wakaenda kubatiza. Na hao watumishi walipoingiza mpendwa kwa maji. Ilikuwa ni mwanadada. Huyo mwanadada baada ya kuingizwa kwa maji, huyo mwanadada akatokea kama amekauka manguo, amekauka kichwa, kila kitu kila sehemu. Na ameingizwa kwa maji. Bwana asifiwe. Amekauka kabisa, kila hakuna maji, hakuna tatoni ya maji kwa mwili. Na vitu basi vinafanyika. Bwana asifiwe. Hii inaweza kuwa huyu mtu kwa sababu labda amejifunga na mairisi. Inaweza kuwa mtu ambaye alifanywa maagano na kuzimu na mapepo. Inaweza kuwa mtu ambaye msingi yake si mzuri. Kwa sababu vitu kama hivi vinafanyika kwake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ubatizo wa maji mengi ni ya muhimu sana. Ubatizo wa maji mengi ni ya muhimu sana. Na kwa hivyo wacha tuangalie kuhusu kuna umuhimu gani katika kubatizwa hai ambayo tunasema ni ya maji mengi. Umuhimu wa kwanza wa maji mengi. Umuhimu wa kwanza wa maji mengi. Umuhimu ile wa kwanza wa maji mengi ni kwamba we baptize people to identify them with Christ. We baptize people to identify them with Christ. Tunabatiza watu kwenye maji mengi ili tuwafananishe na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunabatiza watu kwenye maji mengi ili tuwafananishe na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia gani? Wakolosai mlango wa 2 mstari mdogo wa 12. Ndugu kuja. Wakolosai mlango wa 2 soma mstari mdogo wa 12. Igeuze hivi, shike watu wote tena urudi. Geuza kitu. Inashika watu wote na inua juu. Pole. Wakolosai mlango ikiwa ni Wakolosai mlango wa 2 mstari mdogo ni wa 12 soma. Inasema hivi: mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba tunafananishwa na Bwana kupitia kwa hiyo hali. Kwa sababu gani? Tunaamini kwamba wakati tunachukua mtu, unachukua mtu sasa tunakuweka kwa maji, tunasema kwamba unakufa. Unaelewa bali ni you. Unazikwa. Bwana asifiwe. Na wakati unatoka hivi tunasema kwamba unafufuliwa. Kama tunajifananisha na Kristo kupitia kwa tunapoweka kwenye maji mengi, unazamishwa na unaamshwa. Bwana asifiwe. We identify with Christ through baptism. Kwa hivyo kuna muhimu sana. Na kwa hivyo ukishakaa kama dakika kama 10 unarudi, dakika kama 5 unarudi unapindua. Hiyo shangilieni ndugu. Ni pole. Mwingine aliniambia wakati mmoja kwamba unabadilika chap. Naambia kwamba sio kubadilika. Ni Roho Mtakatifu inakasirika na vitu chap. Chap ukiwa slow inakasirika na vitu chap. Unafikiria roho ya mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili.
kuna umuhimu wa kubatizwa kwenye maji mengi. Pointi ya pili ni kwamba Wagalatia mlango wa 3 mstari mdogo 27-28, for as many, ya kwamba hiyo pointi ya pili ambayo tuko nacho, mbona tunabatizwa kwenye maji mengi? Mbona tunabatizwa kwenye maji mengi? Ili tuwe kitu kimoja, tuwe mwili mmoja na Kristo, ili tuwe mwili mmoja wa Kristo. Hakuna sasa mzungu, hakuna sasa Mwarabu, hakuna sasa Myahudi, hakuna sasa Myunani. Hapana, sisi wote ni mwili mmoja, tumefananishwa na Kristo kupitia kwa hiyo hali. Sasa imeondoa zile baria kwamba hao ni rangi nyeusi, hii ni rangi nyeupe. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Tukishabatizwa tumekuwa familia moja, tunakuwa familia moja kupitia kubatizwa. Wagalatia mlango wa 3 mstari mdogo ni 27-28. Wagalatia mlango wa 3 mstari mdogo 27-28. Wagalatia 3 mstari mdogo 27-28. 27 na 28. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke. Ni sawa, sisi wote tunakuwa kitu kimoja kupitia kubatizwa. Umuhimu wa pili, wa tatu ni kwamba water baptism is a public declaration of the inward change. Ubatizo wa maji mengi ni kutangazia watu ishara ni ishara ya nje, kutangazia watu kile mabadiliko ambayo ilifanyika kwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wanakujua labda kwa tabia ambayo si mzuri, na labda ulikuja ukaokokea Shirumbwe, ama uliokokea Kakamega, ama uliokokea Kisumu. Unajua watu wajui uliokokea Nairobi. Lakini wakati watu wanaona unapeleka kwenye maji mengi, wanasema na kumbe huyu dada mwenye alikuwa na tabia hii, kumbe huyu ndugu mwenye alikuwa na tabia, huyu jambazi leo ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Make sure imeniangalia vizuri hapa hii. Isikate. Bwana Yesu asifiwe. Make sure unaangalia kichwa. Ina allowance isikate. Iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni njia ambayo ni ya kutangazia watu kwa wazi. It's a public declaration of the inward change. Unatangazia watu kwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaona tunaelekea kwa maji, kila mtu anajua na kwamba leo huyu dada wetu Nalieka, huyu dada wetu Mary, huyu ndugu wetu Peter, huyu ameamua. It's a public declaration. Unatangazia watu kwa wazi kwamba hii ndio uamuzi niliweka. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, kuna muhimu gani katika ubatizo wa maji mengi? Tunatimiza uhaki yote. You fulfill all righteousness. Soma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 3. Mlango wa 3 mstari mdogo anzia 13. Bwana Yesu asifiwe. Tunatimiza uhaki yote kupitia kubatizwa maji mengi. Tunatimiza uhaki yote. Je, ni lazima nibatizwe ndio kwenda mbinguni? Hapana, unaweza enda mbinguni hata bila kubatizwa, lakini hautakuwa umetimiza uhaki yote. Hautakuwa umetimiza uhaki yote. Kuna kitu utakuwa umebakisha nje. Soma. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki zote. Bwana Yesu asifiwe. Ili kutimiza haki zote. Mbona Yesu anabatizwa na mwana wa Mungu ili atimize haki yote? Hakuna chenye anabakisha nje, anatimiza haki yote. Na kwa wewe, kwa sababu uliamini Kristo, ukaokoka, unataka kutimiza haki yote, kubali kubatizwa kwenye maji mengi ili utimize haki yote. Bwana Yesu asifiwe. To fulfill all righteousness. Bwana Yesu asifiwe. The word righteousness means doing what is right in the eyes of God. Kufanya kile ambacho ni halali machoni pa Bwana. Hao watoto kule nyuma na hao. Muone akasema kwamba huyu ndio mwana kondoo ambaye anastahili kuchukua dhambi ya dunia. Na tena akamwambia kwamba nimekuja unibatize, na akasema hapana, ni wewe ndio unastahili unibatize, sio mimi. Na akasema kwamba kubali hivyo kwa sasa ili tutimize haki yote. Endelea mstari huyo mwingine. Wakati akambatiza sasa, akamuingiza kwenye maji mengi. Mstari wa 17. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ni kwamba
Mbingu ya mtu inafunguka wakati mtu anapelekwa kwenye maji mengi. Mbingu ya Yesu ilifunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kuwa anang'ang'ana na maisha, mbingu yake haijajifunga. Mbingu yake imejifunga, haijajifunguka. Inaweza kuwa imejifunga na laana na uganga na uchawi na ushirikina. Kuna baraka zake zimezuiliwa. Wakati anaingizwa kwenye maji mengi, mbingu yake inafunguka. Mbingu ya Yesu ilifunguka na akasikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nyingine pia, umuhimu nyingine wa ubatizo wa maji mengi ni kwamba utakuwa unaweza kusikiza Mungu. Kuna watu kimuuliza lini uliota, lini uliona maono, lini ulisikiza Mungu, hata alipoteza sauti ya Mungu asikiangi. Lakini unaporudishwa kwenye maji mengi, unaweza sikia sauti ya Mungu. Kuna kusikia sauti ya Mungu. Na pia kitu kingine, kuna confirmation, kuna dhibitisho. Sauti ilinena kwa wazi ikisema kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa, msikilizeni. Na kwa kila mtu alikuwa anajua kwamba huyu ni mwana wa Mungu sababu mbingu ilinena. Wewe ambao kuna kitu uko na tashwishi na you are not sure of it, pelekwa kwenye maji mengi. Lakini unapoingia kwenye maji mengi, utakuwa na confirmation, utakuwa na dhibitisho. Utakuwa na dhibitisho. Endelea mtumishi. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ni pale pale tu mahali penye alikuwa anasoma ni kwamba kuna mbingu ilifunguka, kuna sauti ilisikika, na then pia kuna Roho Mtakatifu ilikuja kwa mfano wa njiwa. Na kwa kuna watu wanajazwa na Roho Mtakatifu. Kama vile hata leo hii kuna watu wanaenda kujazwa pale Roho Mtakatifu. Kuna watu watajazwa na Roho Mtakatifu, wengine watanena kwa ndimi, wengine watajazwa. Kuna watu wanaenda kupokea karama na vipawa mahali pale. Hayo vitu ambavyo vinafanyika wakati mtu anapoingizwa kwenye maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muhimu mkubwa sana Mkristo kubatizwa kwenye maji mengi. Tumalizie na kifungo ambacho ni nani anastahili kubatizwa. Ni nani anastahili kubatizwa? Na katika kubatizwa mpendwa, hakuna duration mingi ya kungoja. Hakuna duration mingi ya kungoja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna muda mwingi ya kusema kama ungoje miaka 2, ungoje hapana. Ni nani anastahili kubatizwa? Unaweza jiuliza, tunaweza jiuliza, ni nani anastahili kubatizwa? Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, lazima awe mtu ambaye ameamini na kaokoka. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 37. Lazima mtu huyo awe mtu ambaye ameamini. Lazima awe mtu ambaye ameamini na kaokoka. Lazima awe mtu ambaye ameamini na kaokoka. Hatukubali kubatiza mtu ambaye hajaokoka. Hatukubali. Nakumbuka kesi kama huyu ndugu wetu Alex aliuliza swali ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana. Huyu ndugu Alex huyo anatoka all the way from Makale. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema yeye alibatizwa. Ulisema alibatizwa 20? Alibatizwa 2011. Na ukaokoka lini? Akaokoka huu mwaka 2025. Sasa ndio alikuwa anauliza hiyo batizo yangu inaenda sawa? Haijaenda sawa. Unabatizwa mtu anayeokoka kabla hujaokoka pana. Wokovu ukishaokoka ni hivyo, huwezi rudia. Lakini ubatizo unaweza rudia. Kwa Yesu asifiwe. Soma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 37. Tunabatiza mtu mwenye akaokoka. Inasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petero na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kuna tubuni kwanza, ile toba ya wokovu kwanza, then kuna ubatizo wa maji mengi, then kuna kupokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunabatiza yule mwenye ameokoka. Na tunabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hatubatizi kwa jina lingine. Hatubatizi kwa jina lilinja msambua, hatubatizi kwa jina la fulani. Hapana. Ni jina la Yesu Kristo tunabatizia. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho itafanya mtu nani anastahili abatizwe? Tumesema mtu ya kwanza ni mtu mwenye ameamini ameokoka. Mtu wa pili, kitu gani kinachofanya mtu abatizwe? Ni mtu ambaye ametengeneza njia zake na Bwana ziko sawa. Sio vizuri unataka kwenda kubatizwa na huko nimebeba fulani, huyu fulani alinikwaza, sijawahi msamea fulani, nina hasira na mtu fulani. Hapana, hiyo sasa si vizuri. Unapoelekea katika ubatizo, lazima make sure kwamba uko sawa.
uko sawa. Wakati unapelekwa katika ubatizo wa maji mengi, uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unapopelekwa kwenye ubatizo unakuwa uko sawa, hauna mtu mwingine, au usibebe mtu yote katika moyo wako, kwa sababu ukibeba mtu hiyo itakuwa vizuri. Wakati wote mtu anapoenda katika ubatizo, usiwe unabeba mtu ambaye ametubu njia zake na Mungu ziko sawa, anastahili kubatizwa. Kitu kingine pia kuhusu mtu yule ambaye anabatizwa ni kwamba, angalia kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari mdogo 34 ukiendelea. Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari mdogo 34. Tunabatiza mtu anayeamini na kaokoka. Tunabatiza mtu ambaye ametengeneza njia zake na Bwana. Inasema hivi: yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu. Guza rete mtie kuguza. Guza hiyo rete mtie kuguza.